Karibu, naitwa Celestine the Creator au kipenda niite Celestine Muhimbila. Leo nataka niwaambie kitu kimoja ambacho alifanya Ben Carson. Ben Carson ni mtu mweusi wa kwanza Marekani kufanya operation ya watu walioungana na kufanikiwa katika operation katika kiwango kikubwa, lakini historia yake ya nyuma kwamba alikuwa ni kijana anakushika nafasi za mwisho darasani, alikuwa ni mtu ambaye ana akili, anajulikana kama dumb person, ni mtu ambaye ana chochote kichwani, lakini kuna vitu alifanya hivi hapa ambavyo nataka nikwambie. Acha msaada wa Mungu wanyanyua wale watu ambao wanaonekana wajinga na kuwa watu wenye hekima na kuwa watu wenye uwezo mkubwa, lakini Ben Carson alifanya vitu hivi hapa kama 6 ambavyo vibadilisha kabisa katika ule wako. Wewe kama ni mwanachuo, wewe kama ni mwanafunzi, basi chukua hizi hatua ambazo Ben Carson alizipitia. Wewe unasema hatuna akili, wewe unajua unasema mimi siwezi kushika chochote kichwani, inawezekana. Watu wote tulipita huko. Unajua kuna watu wanawaona watu fulani ambao wamesoma kama watu fulani malaika, watu fulani wenye akili nyingi. Hapana, kuna muda unatakiwa ufunge viatu, ujitume. Always nawaambia wanafunzi wako. Sasa tumwangalie Ben Carson. Daktari mkubwa ulimwenguni kufanya operation ya watu wa vichwa ambao vimeungana na akaweza kufanikiwa. Alifanyaje katika maisha yake na kuwa mtu mwenye akili? Tunaweza tukatumia wazazi pia, tunaweza tukasikiliza, tukawaambia watoto wetu kubadilisha mambo fulani ili waweze kuwa na akili katika kichwa chao. Namba 1, Ben Carson alisoma vitabu. Namba 1, alisoma vitabu kwa bidii, vitabu vya ziada na kiada, vitabu vya shule na ambavyo sio vya shule. Ben Carson mara kwanza alikuwa ni mwanafunzi ambaye hajui, lakini vitabu vilifungua uwezo wake, wa kujieleza, vilifungua uwezo wake wa kujua mambo. Basi hivyo leo anza wewe mwanafunzi, soma vitabu. Mimi nawaambia wanafunzi wangu soma, mimi nasoma sana vitabu. That's why nimekuwa hivi nilivyo leo. Naweza nikaongea vitu vingi. Mtu kwa rafiki yangu mmoja anambia, Celestine ndio unaongea vitu vya nyuma. Hapana, sio mimi, ni vitabu ambavyo nasoma vimekaa katika kichwa changu na mimi naanza kuonekana mtu wa maana sasa. Kwa hiyo tusome vitabu. Vitabu vitakomboa akili yetu, vitatupa mambo mengi, vitatupa akili nyingi, vitatupa upeo mwingi wa kujua vitu fulani ambavyo unaanza kuongelea. Ukianza kuongelea siasa, kama unasoma vitabu vya siasa utakuwa mtu mzuri. Ukianza kuongelea vitabu vya maisha, always utakuwa mtu mzuri. Kwa hiyo tusome vitabu. Sasa na wanafunzi, someni vitabu vya masomo vya ziada, vitabu kuhusu miamba, kuhusu nini, kuhusu mining, kuhusu nini. Utakuwa na uwezo, upeo mkubwa. Na unaweza kuwa na upeo mkubwa, hata vitu vya darasani havitakusumbua tena. Kwa hiyo tusome vitabu vya hesabu, hivyo vishike, viweke kichwani. Soma makanuni haya, weke kichwani. Hakuna mtu ambaye hajui. Hatutaki kufanya, hatutaki kushika, hatutaki kusoma. Hiyo ndio inaua uwezo wetu. Namba 2, Ben Carson alifanya kuwa na nidhamu na kujituma. Kitu cha pili ambacho nimesema, cha kwanza kusoma vitabu kwa bidii, lakini cha pili ni kuwa na nidhamu. Bila nidhamu huwezi kufika popote pale. Alisemaga kakaangu Francis Muhimbila, dokta, alisema vijana mnatakiwa kuwa na nidhamu. Ni kweli kabisa. Lazima tuwe na nidhamu kuweza kufanikiwa. Hata yeye alipofika pale kuwa daktari mkubwa, professor zaidi, my brother, ni sababu ya nidhamu kubwa ambayo ameishika kuweza kufikia pale. Kwa anasoma na ana nidhamu kwa walimu, kwa nidhamu kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo tuambia na sisi, kuna kipindi aliona kabisa hawa ndugu zangu hawana nidhamu. Lakini baadaye niliposhika nikasema okay, tunatakiwa tuwe na nidhamu, kuwa na nidhamu kwa wako wa kazi. Heshimu, hata kama kuna vitu hamwendi sawa, heshimu, endelea kumheshimu. Nidhamu itakusaidia kukaa na watu wakubwa. Watu wakishakuona una nidhamu watakuepuka. Watasema wewe kijana, hapana. Kuwa na nidhamu katika maisha yako. Ben Carson alikuwa ni mtu kijana mwenye nidhamu sana. Kwa madaktari ambao wa mbele, wa maprofesa wake, wa PhD waliokuwa wanamfundisha, alikuwa anawasikiliza kwa umakini, alijifunza toka kwa walimu wake wa sekondari kuchini. Baada alikuwa anawasikiliza kwa makini. Mwalimu hapa anataka nifanye nini? Akaanza kila siku, alikuwa na nidhamu na kila siku akaanza kuwa na uwezo mkubwa. Hivyo na wewe kama unataka kujifunza vitu vingi, kuwa na nidhamu. Wasikilize watu popote pale katika karia yote ile, kuwa na nidhamu. Jambo la 3, kuwa na hamu ya kujua zaidi. Ben Carson aliendelea kuwa na hamu ya kujua vitu zaidi. Na wewe pia, hata mimi pia, kila siku naendelea kuwa na hamu ya kujifunza zaidi. Tusichoke. Kama tunataka kwenda mbele, tunataka kwenda juu, tusichoke. Tuwe na hamu ya kujifunza kila siku vitu vipya.
ya maisha yanataka kujua vitu vingi, maisha yanataka kujua hiki na kile. Dunia sasa imebadilika, na hivyo vitu vipo kwenye internet, vipo katika vitabu, vipo katika sehemu mbalimbali unaweza kuvipata. Jifunze kuwa na hamu. Unataka kitabu fulani kakuzugia katika maisha yako. Nilikuwa na mkuu wangu mmoja akasema, mimi siwezi kusoma hayo mavitu. Nikasema okay, kila mmoja amenanili. Kama huwezi kusoma unaweza ukasikiliza pia. Unaweza ukasikiliza ukapata kitu fulani katika maisha yako. Lakini la 4, Ben Carson ambacho alikifanya ni jenga tabia ya kufanya mazoezi ya yale ulichojifunza. Tengeneza tabia. Je, mimi nafanya mazoezi kile. Kuna wanafunzi wangu wengi nawaambia, sio kwamba hesabu ni somo gumu, sio kwamba masomo ya science, ni masomo ya historia ni masomo magumu. Hapana, hatujengi tabia ya kufanya mazoezi tulichojifunza. Mimi nakumbuka katika maisha yangu, wakati naanza kutaka kuandika essay nzuri, nilikuwa nasoma naenda kujaza ubao pale mbele, kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho nimejifunza kipo kichwani au hakipo. Leo wanafunzi hawataki kusoma, leo wanafunzi hawataki kufanya chochote kile. Wengi ambao wanafanya hivyo, lakini watu wengi wao hawataki kufanya hivyo. Kwa hiyo leo tujenge nidhamu, tujenge tabia ya kufanya mazoezi ya kile ambacho tunacho kichwani. Fanya mazoezi kama utaka hesabu. Na rafiki yangu mmoja, mwanafunzi wangu mmoja nampenda sana, anaitwa Kitambi. Yeah, she is very good. Yaani yuko vizuri sana. Anafanya mazoezi, unamuona kila muda ana focus katika masomo yake. Kwa hiyo tutengeneze tabia ya kufanya mazoezi tena na tena bila kuchoka. Tengeneze tabia ya kufanya mazoezi. Mazoezi ndio kila kitu. Mazoezi ndio yatakubadilisha wewe kuwa mtu tofauti na watu wengine. Lakini namba 5, kuwa na malengo makubwa. Siku zote kama unataka kufanikiwa katika sehemu yote ile, kuwa na malengo makubwa. Jione kwamba mimi nataka kwenda kule. Ben Carson alianza kujiona mtu mkubwa toka alipokuwa chini. Alipoanza kujua vitu toka kwenye kuanza kuwa mjinga mpaka kwa baadaye alifikia akaanza kuwa na malengo makubwa. Kama nimeweza hivi, nataka nikafanya vitu fulani. Kwa hiyo aliweza kutengeneza kuwa na malengo makubwa. Malengo makubwa ndio yalimfanya kuwa daktari wa kwanza kutenganisha binadamu walioungana. Kwa leo wewe una malengo gani katika maisha yako? Unataka kuwa nani? Unataka kuwa mkubwa kiasi gani? Nimesema siku zote, nasema mti unaweza kubaki kuwa mti, tembo anaweza kawa tembo, sungura anaweza kawa sungura, ujanja wake wote, lakini binadamu anaweza kuwa yote kile. Na nilisema tena kwamba hakuna kitu atachoshindwa binadamu ambaye ameamua kufanya jambo lote lile. Nothing can resist human will. Benjamin Disraeli anasema hivyo kwamba hakuna kitachomshinda binadamu ambaye ameamua kufanya kitu. Kwa hiyo wewe unaweza kufanya yote, au usijidharau, mimi siwezi kufanya kile. Amua, anza sana katika umri mdogo ambao uko nao wengine, lakini pia unaweza kubadilisha maisha yako wakati wote ule. Fanya mazoezi, kuwa na malengo makubwa. Jambo la 6 ni kupata msaada na motisha kutoka kwa mama yake Ben Carson. Ben Carson alipata mama mzuri ambaye akusoma darasa hata ile moja. Wazazi wengi wana siku moja nilikuwa naongea na mama mmoja alikuja shuleni kwetu. Anasema mwanangu sijui nini, ana akili, mimi mwenyewe sijasoma. Nikamwambia mama, kutosoma wewe sio kitu. Unafanya nini kwa mwanao? Ben Carson alikuwa anawaambia wanawe wasome, waje kupresent mbele yake kile kitu ambacho wanasoma. Alikuwa anakaa tu anawasikiliza hivi, kama anawasikiliza anaelewa hivi. Lakini siku Ben Carson alipokuja kugundua mama yake hajui chochote, alilia sana. Anasema mama yangu hata hajui kusoma, anatufaitia sisi. Wazazi tuwe hivyo. Hauhitaji wewe na PhD umsomee mwanao aweze kufaulu. Unachohitaji ni ule upendo na kujitoa. Kwa hiyo Ben Carson alipata mama ambaye alijua kwamba natakiwa kumsimamia watoto wangu waweze kusoma. Mimi sikusoma, lakini hawa wanahitaji wafike sehemu fulani. Kwa hiyo utapata msaada. Nani anakupa msaada? Ben Carson alipata msaada kutoka kwa mama yake. Inawezekana kupata msaada kutoka kwa kaka, mtu yoyote ambayo utampa mtu yoyote msaada kwa kitu ambacho anakifanya. Tuwe masapota, tusiwe wakatisha tamaa. Tusiwe watu fulani, yaani binadamu wa leo tumekuwa wale watu ambao tunataka kuona mtu anafanya mambo mazuri, mpongeze basi hata kwa chini, wala you did good, mpongeze mtu. Tuna tabia kama hizo za kupongeza watoto wetu wanapofanya vizuri, tuwapongeze, tuwasimamie. Sio mtoto ile alina akili lakini hata hujawahi kufungua daftari lake hata siku moja. Sio vizuri. Tuwaweke watu wa karibu, tuwa mentor, yani tuwe nao karibu. Leo umesoma nini? Mtu anafurahia kuulizwa hivi. Lakini wewe kuna mtu tena mmoja anayemuuliza. Hey, let's do good. Tufanye mazuri, let's do good.
tufanye vitu vizuri. Kuna vitu vingi tu sawa, maisha yako busy, maisha yako hivi, maisha yanachanganya, lakini tusiache mambo muhimu. Tuwasapoti vijana wetu ambao wanasoma. Unaweza kuwa na uncle, unaweza kuwa na nani, sio mbaya. Yeah. So hayo ndio mambo ambayo alifanya Ben Carson. Ben Carson, kama nilivyosema, alikuwa daktari mkubwa ambaye aliweza kutenganisha vichwa vya wanadamu ambao wameungana na akafanikiwa. Daktari mkubwa ulimwenguni. Yeye alifanya mambo haya hapa 6. Wewe unaweza kufanya pia. Usiogope kwa sababu mimi siwezi na nini. Yeah, you can do too. Yeah. Karibu. Naitwa Celestine the Creator. Yeah, ukipenda niite Mr. Motivator. Yeah.